kwa sababu hii ni muhimu. I want to assure our members of ODM that we will stabilize the board. I know in the party we have seen pressure groups, caucuses coming up. That's an unhealthy party. But for sure, under the leadership of Daktari Oburu, we will stabilize the board. I want to tell you, the day that we proposed Daktari Oburu, you know very well that I was the deputy party leader wa Baba Raila Amolo Odinga. Ordinarily, I would have taken over as the party leader. But I thought that it was wise to have Daktari Oburu to lead us until at such a time that we can be able to organize the party for us to capture power in this country. I want to confirm today, forget about chairperson and the debate. The person who proposed Dr. Oburu, it was none other than myself. Mimi ndio nilisema kwamba waliniuliza Simba baba amelala. Simba baba amelala. Why don't you take? Nikamwambia hapana, let us have Oburu. Kwa hivyo wacha kurusha mawe kwa kina Junet. Rusha mawe kwangu kwa sababu mimi ndio nilisema Oburu atuongoze. Kwa hivyo hiyo biashara zingine wachana nazo. Mimi mnakumbuka we had our top dogs, German Shepherds. Mmoja ilikuwa inaitwa Mheshimiwa Joe, mwingine Oparanya, mwingine Opio, mwingine Mbadi na mama school. Tukawatuma tukaambia Mheshimiwa William Ruto, we are giving you our best, the dogs that you have been keeping charge of the party. Ile mbwandogo ilikuwa hapo, ilikuwa inaitwa Junet. Tunaambia wewe angalia hawa watu. Na yuko hapo, a German Shepherd also. We gave them. Kwa hivyo I remained alone. Otherwise I would have been the one today people could be fighting. I want to tell you, we are behind you, Baba Daktari Oburu Odinga. Wacha niona hapa Kisii, mko tayari mzee Oburu ashikie chama lile tuko nayo? I want to say this, that nothing is easy. Hey, what about Vuvuzela Skiza? Nothing is easy as it looks. Everything takes longer than we expect. And if anything can go wrong, it will at the worst possible moment. But for the time being, we are stabilizing the party and moving forward. I've seen hyenas scavenging, thinking that the party will go down. It won't. That those who are calling us names, I want to assure you that this party, the party that we have built, the party myself I've known for 18 good years as a leader, it will not go down. Niseme kwa Kiswahili mambo mawili. Our SG, the deputy SG, amesoma yale ambayo tulipitisha kule Kilifi. Nataka nikwambie nyinyi wana ODM, sisi tumepeana na 10-point agenda ambazo Mheshimiwa William Ruto pamoja na timu yetu inaangalia. Sisi kama chama tunasema tutatengeneza serikali mwaka wa 2027. Mimi kutoka niingia katika chama cha ODM nimekuwa opposition. Kama ni tear gas nimepigwa. Nataka niulize tena, mnataka tubaki opposition sisi? Lazima kivyovyote vile hii serikali tuliingilia kwa dirisha, sasa tunataka tuingilie kwa mlango kubwa.
lazima serikali ijayo tunakaa kwa meza, tunatengeneza serikali pamoja. Hiki ndio chama peke yake, kando kwamba tunachukua uongozi wa nchi kikubwa Kenya hii, East Africa. Baba Chairperson anasema East and North of Limpopo. Mimi nataka niseme hivi, watu wangu wa Kisii, najua kwamba kuna mambo mengi, lakini mkiniona mbele msiwe na wasiwasi. Niko na miaka, mnisikize, niko na miaka karibu 55, ndiposa nikufe katika mwaka wangu wa 100 kama Yesu hajarudi. Kwa hivyo Kenya hii wengi tutaonana tu macho kwa macho, na wengine hatuwezi cheka kwa sababu kuna watu wanataka kurudisha sisi nyuma. Sisi lazima tuhakikishe kwamba tumechukua uongozi wa nchi hii na sisi tumefanikiwa. Okay, hapa ni Kisii. Mtakapokuja ninyi foka, ongea kwa nguvu, hawa watu waelewe. Sisi kama Nyanza, unajua kwa wakati tulikuwa ile position za CS zilitoka, kulikuwa na manunguniko makubwa, mpaka nikauliza baba, tutakuwa na wakati mgumu. Baba akaniambia wacha niulize William atupee kiti ingine ya PS. Aliponipa nikahakikisha huyu muungwana Steve Isaboki ni PS wetu kutoka Kisii, kando na Migosi ambaye chama cha UDA ilikuwa imetoa. Lakini serikali tunayotengeneza mbele, kwa sababu mimi nitakuwa kwa hiyo meza, lazima nitakuwa kwa hiyo meza na nitakondoa macho vinoma vibaya sana. Lazima tuwe katika meza ya kutengeneza serikali Kenya hii. Mheshimiwa Junet, usiwe na wasiwasi, sisi tuko bwana. Wewe unajua kwamba Nairobi, mimi nimekuwa mbunge Nairobi tangu mimi, na hii ya Kisii lazima nitachapa mimi.